Karibuni sana sana watazamaji wote na hata pia wasikilizaji ambao huwa wanasikiza vipindi hivi kupitia Radio Tumaini ambayo ni radio ya kanisa iko hapa Voi. Napenda niwashukuru kwa kunitia moyo mnapokuwa mna subscribe, mnaposhare, mnapocomment, na pia kwa wale ambao baada ya kusikiza mawaidha haya wanatambua kwamba wana tatizo, kwa hivyo wanakuja wenyewe kwa matibabu au wanapiga simu kuomba ushauri. Napenda niwapongeze sana kwa hayo. Kwa kweli inanipatia moyo wa kuweza kuendelea kufundisha jamii ninapogundua kwamba watu wengi hawajifahamu, na wengine pia kuwa na elimu kama hii wakipata kwa urahisi hivi inakuwa rahisi sana kwao kujua kumbe nilikuwa nafikiri sina tatizo na sasa nina tatizo. Kwa hivyo si lazima uje kwangu, unaweza kwenda kwa daktari mwingine yoyote akaweza kukusaidia. Cha msingi ni ujifunze. Unapoelimika unatambua labda wewe una tatizo au jirani yako ana tatizo, na hapo mnaenda kutafuta matibabu au usaidizi katika sehemu yoyote ile. Kwa hivyo nawashukuru sana na ninawaomba muendelee kusubscribe. Mnapo subscribe mnapatia kipindi changu hiki nguvu ya kuweza kuendelea. Kwa hivyo mimi kwa majina ni Sister Dr. Juliet Macharia, na mimi ni gynecologist na vile vile ni fertility educator and medical management ambaye ni tunaita fem educator, ambayo ninafundisha sana maswali ambayo ni yanatokana na what we call reproductive health pamoja na gynecological issues, na sio hiyo tu, pia what we call obstetric issues ambazo hasa ni wale akina mama ambao ni wajawazito na matatizo ambayo yanatokana na ujauzito. Kwa hivyo karibuni sana, na leo napenda niongee kuhusu what we call obstetric complications, ambazo kwa kweli kilichonifanya nije nifundishe hii ni kwa sababu asilimia kubwa, ukisema kwenye vitabu wanasema kwamba less than 10%, around 8%, yani asilimia 8 tu ndio huwa kina mama ambao wanapata what you call obstetric complications wakati wanapokuwa wajawazito. Hizi ni shida ama matatizo ambayo kina mama hukutana nayo wanapokuwa wajawazito, na katika research ambazo mara nyingi hazifanyiki kwetu, wanazifanya huko labda Amerika ama sehemu za Europe, alafu zile ndizo tunazitumia, the data we use, they are not actually our own data. So kutokana na kazi ninayofanya na ninapokutana na akina mama wengi ambao wanakuja kuomba usaidizi, na hasa katika kaunti yetu hii ya Taita Taveta, nimegundua kwamba akina mama wengi tunavyoongea leo wanapata shida hizi ambazo tunasema obstetric complication, na wengi huwa hawajui, kwa sababu mtu anapokuwa kwa mfano ni mimba ya kwanza, ndio mara yake ya kwanza kupata ujauzito, ameolewa labda mwaka mmoja ama miezi, anapokuwa mjamzito basi inakuwa furaha. Lakini sasa kitendawili kinakuja wakati ule sasa amebeba mimba, alafu ghafla labda ile mimba imetoka, ghafla anaanza kuona damu zinatoka, ama mara anaanza kusikia kwamba alikuwa anasikia mtoto anacheza, leo hii mtoto hachezi tena, ama anakuja hospitali ama amejigundua kwamba amevimba mwili wote, anajaribu kukojoa, anakojoa kidogo, hajielewi. Kwa hivyo anavyokuja anaambiwa una pressure ya ujauzito. Ile pressure mama anashindwa kuelewa hii kitu gani jamani. Anaambiwa hii pressure yako haina adabu, yani it's not behaving well. Yani kwamba unakuta kwamba pressure zinapanda. Na madaktari wanamwambia yule mama kulingana na hii na shida ambazo zinatokana ama zinaweza kukupata wewe na mtoto wako, ni lazima tukuzalishe mapema, ama we terminate the pregnancy. So when it comes to termination, kwamba mtoto anatolewa kabla wakati wake haujafika. Sasa yule mama anachanganyikiwa kwa kweli. Na mara nyingine pia sisi ambao tunakuwa na hawa kina mama, we don't take time to sit with them, tukae na wao tuwaeleze what actually is happening. Tunaambia mama wewe, kwa sababu hizi pressure zako lazima hii mimba huyu mtoto tumtoe mapema.
We have to terminate the pregnancy as early as possible, otherwise tusipokutolea hivi basi maisha yako yako hatarini, hata unaweza kufa ama mtoto akafa. You see, na wale akina mama most of the time kidogo wanakuwa hawajielewi. Mwingine anaweza kuwa amebeba mimba imekuwa vizuri, anakuja anafanya ultrasound ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaambiwa mama, maji ambayo yanatengenezwa what you call the amniotic fluid, ambapo huwa yale maji yana maana yake kwa sababu yanafanya mtoto anacheza vizuri. It gives the baby the buoyancy when the baby is within the uterus. So unaambiwa kwamba yanaongezeka ama ni mengi mno kulingana na umri wa mtoto ama kulingana na sasa huo umri wa ujauzito wako. Kwa hivyo hii inaonekana haya maji yakiwa hivi labda mtoto hayuko sawa. Kwa sababu most of the time tukisema maji ni mengi kwa Kiingereza ama kwa lugha yetu sisi tunasema ni polyhydramnios ama excessive amniotic fluid, ambao kuna kile kipimo tunaangalia. Sasa anapokuwa maji ni mengi hivyo tu, mara nyingi huwa inakuwa associated na what we call congenital malformation kwa mtoto, ama mama inaweza kuwa na shida ya sukari na shida zingine zile. So things are not okay. Naona sasa unafanya skani ya kwanza, peleka mama skani ya kwanza, mama anapata wasiwasi mwingi. Mwingine amebeba mimba, damu zimeanza kutoka. Zimeanza kutoka, na kuja naambiwa mama, unajua placenta yako haiko sawa, placenta yako iko chini. Mama yule anachanganyikiwa, placenta iko wapi? Hiyo iko chini wapi? You see, so this tunasema kwamba obstetric complications sasa hivi kwa kweli namba inazidi kuongezeka, na sisi ambao ni wadau kwamba tunakutana na hizi changamoto, mara nyingine zinapokuja kwetu huwa kweli ni changamoto kweli, na zinatufanya pia tuwe vigilant. Yani unasikia daktari anasema we have to monitor this patient very closely. Naona unakuta kwamba tunataka kujua anaendeleaje, because already tuna jina letu tunasema this is a high risk mother. Yani ni mama ambaye amebeba ujauzito kweli, lakini anahitaji uangalizi wa hali ya juu. Sasa changamoto hizi ni nyingi mno ndugu zangu, hasa nyinyi ambao mnanisikiliza. Ni vizuri mnapokuwa mnasubscribe katika video hii pia mpende pia kushare, kwa sababu wengi akina mama wengi hawaelewi. Mungu alivyotuumba alikuwa na kusudi lake, akaweka kwamba umri huu ni mtoto hajabalee. Akifika umri wa miaka 8, 9, 10 mwili unaanza kubadilika, anaanza kubalee. Akifika miaka 20, 21 she's a young adult, basi kipindi hicho aolewe kama anataka kuolewa. Ndicho kipindi mwafaka kuanzia miaka 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hiyo miaka ndio mizuri ya kupata ujauzito. But what are we seeing now? Wakina mama wengi bado tusiwezi kujudge, lakini wengi wanachelewa kupata mtoto ama kubeba mimba au kuolewa. Mwingine anakuuliza sasa, mimi nitabebaje mtoto, sijaolewa, sina mume? Na sasa anapoongea hiyo unakuta kwamba yuko katika umri wa miaka 34, 35, bado hajapata hata wa kumuoa bado, lakini ana nia ya kuja kupata mtoto. So this age extremes pia tunaona siku hizi pia zinakuwa ni shida. Kuna wasichana wengi pia sasa hivi namba zinazidi. We need to ask ourselves what is happening, kwa sababu ukija within our area unakuta kwamba watoto wanazaa 16 years, 15, even 14. There was a time I had a 14-year-old lady, 13, wanabeba mimba. Na the moment ukiwa na mgonjwa kama huyu, sawa, anaweza kuwa amebalea na mwili mkubwa hata kuniliko kwa sababu mwili umeongezeka na nini, unasema she can still push, but the complications behind this, wakati anapokuwa amebeba mimba katika umri mdogo na amebeba mimba katika umri mkubwa, so there are so many complications, na wengi huwa hawafahamu hivi. Kwa hivyo mama akiwa na miaka 40 kuendelea anavyobeba ujauzito, well and good, amebeba mimba, but we say she's a high risk patient because we need to monitor her very very closely, because zile changamoto za kwa mfano hypertension,
yeye risk yake iko kubwa. Changamoto za diabetes at 40, high risk yake ni kubwa. Changamoto hata ya kupoteza mtoto, changamoto ya kupata mtoto ambaye hayuko vizuri, yani hakuumbwa, the baby with the fetus with the congenital malformation ni kubwa. Changamoto ya kuanza mimba hata kutaka kutoka mapema ni kubwa compared na yule ambaye tuseme ana miaka 24, 25, 26, 30 mwanzoni. That is okay. So these are what you call obstetric complication. Hatutaweza kuziongea zote kwa wingi tu. Leo tunachokifanya ni introduction ili watu wafahamu, kwa sababu katika utafiti wangu ambao sasa hivi ndio ninataka nijiingize zaidi kwa mambo kama haya, nafikiria ama ni maoni yangu, that is my dream, kwamba in future watu waweze kuelewa the importance ama umuhimu wa what we call primary prevention care. Ukitembelea wenzetu ambao wameendelea zaidi, kwa mfano ukienda US kule utakuta kuna mahospitali makubwa ambayo imeandikwa kabisa primary prevention care hospital. Hiyo huendi ukiwa umepata accident, ama hiyo huendi ukiwa mjamzito, hiyo huendi ukiwa mgonjwa, hapana. Hiyo unaenda ukiwa uko vizuri, yani unaenda pale kwa check up, kuangaliwa kwamba una shida gani. Na nilivyotembea sehemu hizo nilikuta kwamba people come, watu wanakuja wajifahamu, waangalia miili yao inavyoendelea. Some people have check up, routine check up, wengine wana annual check up, wengine wana half. Kwa mfano kwa mwaka mmoja unakuta mtu anajiangalia, anaenda kuangalia, anatafitiwa mwili wake ukoje mara 2 kwa mwaka. Unaona? So hao ndio wanaenda kwa hiyo primary prevention hospital ama care units hizo. Lakini sasa huku kwetu jamani, nishangai kama vile tunavyoshangaa katika Taita Land yetu. Reke mwana, kwamba mambo ni mazito mno. Mtu anakuja hospitalini mambo yakiwa yameharibika. Sifikirie, and I don't want to take it that way, kwamba wale vile watu huwa wanatuangalia sisi kama Waafrika, kwamba that is how Africans are. No, that is not how. Africans are intelligent people. We Africans ni watu ambao tuseme mili yetu pia Mungu alitupendelea kwa namna moja au nyingine. We have good immunity. Yani wengi wetu tuna immunity nzuri. Changamoto tunaharibu. Tumelelewa katika environment ngumu. Kwa hivyo mili yetu toka tukiwa wadogo imezoea ugumu wa maisha. So the immunity, the body, kwa sababu ina gain immunity kulingana na kile unakula na pia the environment where you are. So because of that unakuta kwamba the environment is not so much friendly kwa wengi, lakini pia mili yetu unakuta tunaweza, mtu anaweza kushikwa na malaria na akakaa nayo miezi na miezi bila kumwangusha chini. So the body is trying to fight this. So haya yote ni kwa sababu ya namna ambavyo na sehemu ambazo tumelelewa. But hii haitufanyi kwamba tukakosa kuelewa the importance of what we call primary prevention care, ambayo ni muhimu sana. Sasa kwa mfano tuchukue mama anabeba ujauzito leo, baada ya miezi 3 ule ujauzito unatoka. Sawa? Akikaa labda miezi 6 anabeba mimba nyingine. Baada ya miezi 2 ule ujauzito unatoka. Anakaa anabeba nyingine. Baada ya labda 1 year ama hata 6 months, kwa sababu mara nyingine mimba ikitoka ni rahisi sana kubeba nyingine. After sometimes anabeba. So amebeba mimba 3. Zote 3, 1, 2, 3. Na kila mimba anapobeba inatoka. Lakini huyu mama yuko ndani ya nyumba, hiyo ndio wewe inaniumiza. Hachukui jukumu ya kusema huyu mtoto, hii mimba imetoka kwa sababu gani? Hebu niende nimuone daktari. Sawa, sikatai, nje kule kuna madaktari wa kila aina. Madaktari kule wako ambao wamesoma, wanaelewa changamoto yako. Lakini wako ambao wamesoma but haelewi labda shida yako, ama mambo yake si hayo. Kwa mfano hana ile hana
hajui zaidi kuhusu changamoto ambayo especially mambo ya pregnant hajasoma kwa undani. So kule nje madaktari wako sasa, wewe unaenda unamweleza, anakwambia hii changamoto, hebu nikupe dawa fulani. Anakupa dawa ambayo instead of treating your problem it makes your problem worse. Na wengine tu anapewa hata antibiotic. Antibiotic inazuia infections, inazuia maradhi ambayo yako ndani yako. But an antibiotic kama ile mimba haikukoziwa na infection, ilikoziwa na mambo mengine, hata ukinywa zile dawa amekupa, umeamini wewe, umeona ni vizuri and you think you okay. Asema daktari nipa dawa za siku 7. Ngoja sasa nishamaliza, ngoja nikaikae. Akasema nikaikae nibebe mimba, sina shida nyingine. And then you carry the pregnancy, alafu hiyo mimba tena inakuja inatoka. Bado unarudi kwa daktari ule. No, hiyo ndio nashinda kuelewa. Maybe ni changamoto ya hela ama what. But what will cost you? Kwa mfano ukiamua okay, mimi nataka niende kwa gynecologist. Na uhakikisha ni gynecologist, si gynecologist jina. Ni gynecologist ambaye atakaa na wewe. Kama ni Mombasa kuna gynecologist wengi. Kama ni upande huku kwetu kwa county yetu hapa Taita Taveta county, we are 3 gynecologists in the county. 3. 2 Voi hapa Moi na mmoja yuko Taveta. Yeah, those are the gynecologists that we know. Na labda kuna wengine ambao hatujui, lakini wengine wapo. So be very careful. Kwa sababu hii ndio inakuletea changamoto. So mimba ya kwanza, ya pili, ya 3 umepoteza. Sasa ya 4 ukaja ukabebe, ikawa ni kubwa, ikabidi uende usafishwe. Unasafishwa wapi? Na unasafishwa na akina nani? Hizi vitu naomba watu nyinyi nyote ambao mnanitazama, let us be very careful. Hakuna utajiri mtu anaweza kuwa nao kama utajiri wa afya nzuri. Hiyo nimetoa tu mfano wa mimba ambazo zinatoka. Kwa mama anapopoteza more than 3 pregnancies, yeah, huyu ni mama ambaye we will need to do proper investigations. Proper investigation kabla. Ukija kwangu mimi ama pia ukija kwa mwenzangu ambaye tunafanya naye kazi, tutakwambia kwamba sisi kabla hujabeba mimba nyingine lazima tukumanage for some months, tujue tatizo ni nini. Hilo tatizo tuanze kulishughulikia. Ukishashughulikiwa hilo tatizo, sasa nenda kabebe mimba. Sasa wengine wenu wanakuja mimba ishaingia, tatizo lile halijapona, kwa hivyo inakuwa ngumu sana kwa huyu daktari. Anajaribu kupambania, lakini tatizo, if you want to prevent this from happening, this one of the obstetric complication ambayo ni hiyo we call recurrent pregnancy loss, RPL, we have to manage you fast. Naomba hii eleweke vizuri sana. Unless daktari ametambua shida yako, akakutibu kulingana na shida yako, ile mimba utabeba na utazaa. But if the problem is not solved fast, yeah, unless tujue shida nini, because remember kwa video ambazo nimefundisha huko nyuma ni kwamba a good doctor atachukua a proper history. From your history ataelewa ni nini chanzo cha shida yako, then atakuandikia investigations ili aweze kuangalia hiki ambacho ninawaza ambacho nimekitoa kwa history taking, na hizi information investigations ambazo amefanya, je, are they tallying kunionyesha kwamba huyu mgonjwa ana tatizo kama hili, and then from there you are able to treat this patient. Kwa hivyo hiyo ieleweke hivyo. Kuna akina mama ambao wanapata what you call ectopic pregnancy, mimba ambazo hazitungi sehemu ile inayohitajika. They are outside the uterus. Inaweza kuwa kwa tubes, inaweza kuwa kwa mayai, inaweza kuwa popote pale, bora tu sio within the uterine cavity. So hawa akina mama, wakati tunaongea kuhusu prevention care, any woman who has ectopic pregnancy, ama mwanamke yote ambaye alishapata mimba nje ya kizazi, either akatolewa tube ama akafanywa yale ambayo alifanyiwa, bora mimba ilitunga nje ya kizazi. Hii ambayo tunasema prevention care of obstetric complication, huyu mama hapaswi kubeba mimba nyingine kabla hatujaangalia the patency of the other tube, na vile vile tuangalie
hili ambacho, what was the reason, kwa nini alipata ectopic pregnancy? So mimba ikitokea umetunga kwenye maybe kwa tube, ukafanyia operation, tube ikatolewa, umebaki na tube moja. So if you are not careful, you're also going to get another ectopic pregnancy. Na tukisha kutoa tubes mbili sasa, mwenzangu, kubeba mimba inakuwa kazi. Yeah. So hiyo pia ni changamoto ambao wengi hawafahamu. Na hasa wasichana wetu ambao wengi wako katika universities, wengine ma colleges and all this, ambao after wamebeba mimba wengine wanafanya kosa. Sita judge, lakini hilo ni kosa kwa sababu mimba imeshaingia, ama umefanya mambo yako huko ukajishtukizia, basi umechukua P2 zako, ukameza P2, na baada ya hapo ile P2 huwa inafanya the cilia ambazo ziko katika the tubes, the fallopian tubes are very thin tubes. So ndani yake huwa kuna cilia which helps to propel, it propels the morula, ama baada ya mimba kutunga, mbegu ya kiume na kike zimeshakutana, basi there is a lot of divisions of the cells, ina form kitu kusema kama round hivi, but already ni mwanadamu ameanza kutengenezwa, but they have to travel. Wakati wanavyo travel, labda mimba ilitunga at the fallopian tube ama nje ya fallopian tube, now they have to travel via the fallopian tube to the uterus, mahali ambapo watafanya implantation. So wakati wana grow, it grows very fast, sekunde kwa sekunde zina increase. So ikija ukimeza zile P2, ile cilias, the propel, ile zinasaidiaga kusukuma hicho kiumbe ambacho kimeanza kutengenezwa. So it helps in the moving of that, at that time it's morula and blastocyst zina moves pamoja. So ukimeza P2, hiyo cilia, the movement of the cilia zinakuwa stagnant ama zinakuwa impaired. So hakuna tena hiyo. So what happens, kwa hakuna force ya kuisukuma, inaganda pale ama inanata pale within the fallopian tube, na ikishajikandamiza pale inaanza kuimplant pale, na it will not last, it will burst. And then it bursts kwa fallopian tube. Hapo within the fallopian tube kuna a lot of blood vessels ambazo can bleed, na unaweza kubleed mpaka ukahatarisha maisha yako. So mwanamke yote ambaye amepitia hayo na haujafaulu kubeba mimba, please seek medical advice, uende uangaliwe before ubebe mimba nyingine. Otherwise, if you end up carrying, there's a high possibility, sio mimba zote, lakini kuna high possibility kwamba unaweza kujishtukia tena umepata another ectopic pregnancy. That is, hiyo ni complication ambayo ni ya pili. Ya tatu, kuna akina mama ambao walibeba mimba. Kwa mfano, akabeba mimba ya kwanza, akaanza kuvimba, uso umevimba, miguu imevimba, pressure, anaenda hospitali na ambiwa pressure yako iko juu sana. So inapokuwa juu anapewa dawa. Kwa bahati nzuri wengine wanajifungua vizuri, wengine tunawaambia kwamba lazima tu terminate. Labda mtoto ni mdogo sana, labda at 24 weeks, miezi 6, or at 28 weeks, 7 months, tunasema mama, maisha yako yako hatarini. Ukiendelea kukaa na huyu mtoto, then tunaweza kukupoteza au tukapoteza na mtoto pia. So tunatoa kiumbe ambacho hakijafika, not because tunapenda kutoa, lakini as long as the pregnancy is within this woman, huyu mama maisha yake yako hatarini. So madaktari wana namna ambavyo wanaweza kukuweka, huyu ni preeclampsia ama huyu sio preeclampsia and all that. So unapopewa ushauri huo na daktari, basi usikatae, usibishane, because they know what they are doing. Lakini niseme kwamba preeclampsia ama hypertensive disorders, hizi mapresha wakati kina mama wanakuwa wajawazito, zimezidi sana, zimeongezeka sana. Ukisoma undani wake unakuta kwamba there is no a single theory exactly which can tell you what causes preeclampsia, although some theories zimeonyesha kwamba a woman can be associated with some few things ambazo not some few things, some factors ambazo zinaweza kumsababisha akapata hii shida. Kwa mfano, msichana anavyobeba mimba ujauzito akiwa miaka 17, 18, less than 20 weeks, that's a very high risk. Above 35, 40, that's another high risk.
Mama ambaye alipata shida za pressure akiwa na mimba hii, anapokuja kubeba mimba nyingine, another pregnancy, the risk increases. Kwa hivyo kwa mfano ilikuwa 7% ukupata, mimba ya pili inaongezeka. And ukiangalia literatures ama research nyingi zinasema sometimes it's like it doubles. Unaona? Sasa risk ile inaongezeka. But sasa mama huyu labda mtoto wa kwanza alibeba, mimba ikatoka ama ikabidi to terminate the pregnancy kwa sababu ya hiyo pressure ili kwa ajili ya maisha yake. So because of that mama hana mtoto. So hata tulia because she needs a baby. So what are we doing to help this woman, at least hata kama we know kwamba the risk will increase, there is a high risk ya increase, what are we doing to help her asiweze kupata hii pressure, na hata kama atapata then tuweze kumanage, at least apate mtoto. So there is what we call hypertension disorder. Some of them can be managed, can be prevented. Lakini usije kwetu na usisemi hivyo ni katika hali ya kuhatarisha. Once ukibeba mimba na unajua ulikuwa na pressure na hukuona daktari akajani na wewe kabla hujabeba ule ujauzito, then hata ukija kwangu nitajaribu kukusaidia ndio, lakini bado ninajua kwamba hii mimba inaweza kunifanya ama ikafanya mama in between tukatoa ule mtoto. So tunakupatia not the normal clinic yako ama antenatal clinic schedule. Utashangaa sana madaktari wengi watakwambia after 2 weeks, after 3 weeks nifanye hivi vipimo, tufanye hivi vipimo. But kama ungeweza kutembelea huyu daktari kabla hujabeba ujauzito ule, kuna namna ambavyo tuna manage these patients. Ukija kwangu mimi nitajani na wewe tu for 2 to 3 months. Na nakwambia hizi 2 to 3 months mimi sitaki ubebe mimba. I don't want, nataka kukumanage. Then nikisha manage and I see you okay, then I let you. Na sasa tafuta mimba. Na mimba inapotunga tu ukajua uko mjamzito, we start the management immediately. So tunaenda na wewe bako, yani sako kwa bako, tunaenda na wewe close monitoring mpaka at least tufike mahali ambapo hata tukikuzalisha we have a baby. Na wewe pia not only having a baby but maisha yako kama mama pia yako sawa, kwa sababu mama anapokuwa mjamzito we are talking of 2 lives and not 1 life, and all of them, both of them are important. Lakini when it comes to obstetric complications, sometimes I have to make what we call tough decision making. The mother matters more than the baby. Unaona? Although both of them are important, lakini kija kwamba ile mimba inahatarisha maisha ya mama, then I save the mother after talking to her, after counseling her on maybe the outcome of the baby might be poor, then tunakubaliana na tunaokoa mama. Sawa? So that is it. That's another thing ambayo kwa kweli the numbers are increasing, especially pia kwa county yetu hii ya Taita Taveta. We are seeing the numbers are increasing. Hakuna siku nitakosa mgonjwa kama huyo wodini, na si hapa ambapo nafanya kazi. Even in different, we have so many hospitals around and you find these numbers will always be there. Hakuna wakati utakaa 1 week or 2 weeks without getting these patients. Na wakija any hypertensive disorder, you have to be very careful. Hawa ni wagonjwa ambao anytime they can change and anytime things can be worse. Na hatuombi tupoteze mama, tunaomba tuwasaidia kina mama. So that is another complication. Nyingine ni mama ambaye ni diabetes. Akina mama ambao wana kisukari. Wewe unajua kabisa mimi na kisukari. Alafu unaenda unabeba mimba bila kuona daktari. Na hata wengine hawaendi kuona madaktari ambao wanahusika na mambo ya kisukari. So, wengine wanajua unajua ile mimba nyingine wewe nilipata sukari. Lakini mimi baadaye nikaambiwa sukari imekaa vizuri. Kwa hivyo mimi nimebeba mimba. Na sasa hiyo ana mimba ya miezi 5. So that means that is 20 weeks. So after 20 weeks, kuanzia 24 weeks, huwa kuna changes katika mwili wa mama ambaye ni mjamzito. There is that increasement ya haya mambo ya sukari. Kwa hivyo tayari ana risk factor. Tayari ana historia kwamba alishapata, mwenyewe anajua kabisa na anakuambia mimi nilipewa dawa ya sukari. Na ulikuwa wapi muda wote huu? Mimi nilikuwa najua niko sawa. Uko sawa. Because
Kitu ambacho watu hawaelewi, the moment ukibeba mimba, you are not the normal person. Hapo umebeba kitu ambacho mwili wako haujazoea. Kwa hivyo there are so many changes in the body, what you call physiological changes, ambazo zinaokaa kwa mwanamke mwili mzima. It is all systems. The moment ukibeba mimba, sio tumbo tu uone tumbo inakuwa. Kwa vile wengine huwa wanafikiria kwa sababu ulikuwa unavaa skirt, sasa unavaa maternity, hizo ndio changes. Hiyo ni mtoto anakuwa, it's a good sign, well and good. There are so many changes. Mama wengine wanavimba miguu, wengine wanakuwa, hata wanaume wengine wanafukuzwa ndani ya nyumba kwa sababu ya mahasira ya hawa kina mama wanapokuwa wajawazito. Mama huyu alikuwa hataki kusikia harufu ya kitunguu, mwingine analialia ovyo, mwingine sasa ndio kabisa amechoka. Lakini kuna wengine wanabeba mimba toka inapotunga mpaka anapojifungua hapati shida, yeye yuko vizuri kabisa. So hao hatusemi kwamba wamebarikiwa, lakini tunasema washukuru Mungu, kwa sababu any pregnancy ukibeba inakuwa na complications zake. So some we can handle them, some zinatupita, kwa sababu huyu mwanamke, majority of our mothers, they already have medical complications kabla hawajabeba hizi mimba. Sasa wanapobeba mimba, that medical complication ina double ama ina even kuwa worse. Let's take for example, mwanamke ambaye ni obese. Labda let's take a woman with around 22 years. Ameolewa, amebeba ujauzito. Lakini huyu msichana kabla hajaolewa alikuwa na kilo 98. That's 98. Wewe angalia kwa haraka the age and the weight. Alafu sasa awe mrefu kama mimi. Then the BMI sasa, ukiangalia BMI yake inachezea 35 and above. That obesity class 2. At 22 years ana obesity class 2. Alafu sasa hakusaidiwa, yeye aliona basi unene ndio mzuri, amebeba mimba. Haya, anapobeba ile ujauzito, haya mimba imeshatunga, anakuja kwanza clinic, na wengine wengi watakuja clinic sio mwanzoni mwa first trimester wala mwanzoni mwa second trimester, anakuja mwisho wa second trimester ama hata mwanzoni wa third trimester. Mama huyu amekuja at 27 weeks ndio amekuja kwanza clinic. Ndio akili yake sasa imemwambia ende clinic, kwa sababu huko nyumbani ana madaktari wanaomwambia kwamba usiende clinic mpaka utakaposikia mtoto anacheza. Sasa huyu ni mimba yake ya kwanza, na mara nyingine hata mtoto anapoanza kucheza haelewi, hajui, anafikiri tu ni vitu vina move. Sasa akifika around 20 weeks and above ndio mtoto unakuta anacheza vizuri, ndio anasikia anapigwa mateka. Sasa ngoja nikaanze clinic. Sasa yule dada angewahi kuja clinic mapema, angeweza kusaidika. Sasa amekuja tayari zile obstetric complication. Yeye tayari alikuwa na shida. Obesity class 2, amebeba mimba at 22 years or at 20 years. Alafu sasa amekuja kwa daktari, amekuja kuanza kliniki. Pale kwa antenatal clinic, wanapopima pressure iko juu. Wanapoangalia sukari, anasema mimi nakauka koo, mimi nasikia njaa mara kwa mara. Sawa, mama mjamzito huwa anakula, lakini sasa njaa yake imezidi. Na kojoa haraka. Haya, hiyo ya pili. Ya tatu, nikitembea hapa mpaka pale nasikia nimechoka, natamani tu nikae nijipepee. Ya tatu hiyo. Ya nne ni ipi? Mimi hata sielewi, kwanza hata mtoto nilikuwa nasikia anacheza siku hizi nasikia anacheza tu pole, si kama mwanzo. Wiki 27 huyu mama kaja kwako, ndio anaanza clinic, lakini tayari amekuja na obstetric complications. Sasa mimi akija kwangu kwanza najishika tama kwa sababu tayari nasema, Mungu wangu, huyu aliyoko mbele yangu hapa kuna kazi. Lakini tena narudi nasema, I wish angelijua akaja mapema, hata mimi kazi yangu haingekuwa hivi, kwa sababu hatupendi na sio tuseme kwamba si wazo la daktari kwamba mgonjwa anavyokuja basi umtibu hivi. Hapana. Mama mjamzito ni mama wa kutibiwa katika hali ambayo inastahili, atibiwe vizuri. It's not only the mother, it's only the problem. Mama anapokuja, so that the complaint ambayo inamleta, you have to do more than that. Lazima uangalie mtoto yuko sawa,
lazima umuulize maswali mengine mengi ili uweze kuangalia kama yeye na mtoto, kwa sababu ni watu wawili, lakini anavyokuja kwako anakuja kama mmoja, lakini watu ni wawili. So you have to make sure kwamba mtoto na mama wote wako sawa. Sasa huyu mama amekuja na hizo complaints ambazo nimezisema. Lazima tuangalia kisukari. Ukipima sukari iko juu. Ukipima pressure iko juu. Haya. Ukiendelea ukianza kusikiza kuangalia kama mtoto anacheza, kweli mtoto anacheza, lakini mapigo yake ambayo tunasema biophysical profile yake, BPP yake inapaswa kuwa 8 out of 8, unaambiwa sasa na yule sonographer iko 6 out of 8. Haya, akiangaliwa na maji yake tumboni, inakuta kwamba maji yamepungua. Sasa huyu mama wiki 27, bado mtoto at 28 weeks hajakamilisha miezi 7. Mtoto yule tukimwangalia kwa karibu atakuwa uzito wake ni less than 1, ama kama atakuwa na around 900 grams, yani katoto kadogo sana. Sasa ni mimba yake ya kwanza, tayari ana hizo complication, and then maybe to make a decision sasa hizi pressure na sukari na nini, tutoe yule mtoto ama tuhakikishe tumemweka wodini to monitor. Na tukimonitor, katika monitoring mara nyingine unakuta mtoto alishafariki tumboni. So it's just an advice, my dear people, kwamba tusione, sometimes we take things for granted bila kujua umuhimu wake. Mama yote ambao wewe ukijiangalia tu wewe ni mnene yani, ama una shida kama hizo, ama kwenye familia hata mnapokuja kujaziwa zile vitabu vya clinic wewe mnaulizwa kuna historia, tafadhali hiyo ni ya muhimu sana kuangalia. Kitu kingine ambacho nataka kusisitizia, kuna akina mama ambao huwa wanatoka damu nyingi sana wakati wa kuzaa, na anajua kabisa, akwambia mimi damu zangu zinatoka mpaka nitakapozaa, mwakishe damu iko tayari ili muniongezee damu. Muniongezee damu, na huwa siongezei chupa 1, 2, 3. Mama ulikuwa wapi siku hizi? Mimi nimekuja nishawaambia. So nyinyi kama madaktari, mara nyingine hata wagonjwa pia huwa mnatukosea sana. Mnakosea manesi, mnakosea madaktari. Kitu ambacho kabisa unajua wewe ni mama ambao huwa unakimbiza watu wakati wa kujifungua. Alafu tunapoangalia kliniki yako, umeenda kliniki mara 1 au 2. Tena umeenda huko mashambani huko, ambapo hata labda uliyemkuta labda tu ni hawa tu wa kupima tu, hata sio nurse, registered nurse. Na wewe sasa umekuja kujifungua, hayo umejileta hospitali kwa sababu unajua lazima uongezewe damu. Hicho kiko kwa kichwa chako, na wewe ni mtu mzima, lakini unafanya makusudi kamili. Yani it is just a literary makusudi. Sasa unapokuja usiku wa manane, nikuulize wewe mama ambao una hizo tabia, unapokuja usiku wa manane na unajua una hiyo shida, sawa, hatusemagi mimba uchungu unaweza anza wakati wowote, lakini mgonjwa kama wewe sio kungoja mpaka dakika ya mwisho. Wewe ni wakukanyaga mapema uanze kuripoti ili wajue tuna mgonjwa kama huyu ambaye tunamtarajia ajifungue katika hospitali hii, kwa sababu tumemuona, tumempima, wameshaangalia kiasi chako cha damu, kama damu zilikuwa chini wamesha kuongezea kabla uchungu haujaanza. Haya, sasa ile inasaidia hata daktari, the preparation kabla hujajifungua, na hata baadaye wanakuwa umeshajipanga. Kuna mama yuko wodini yuko hivi na hivi, kwa hivyo tunaandaa vifaa vyetu mapema. Lakini sasa wewe umekuja tena hujaja ati ndio njia inafunguka, umekuja njia ishafunguka, uko 8 cm bado lisali moja, na kama ni mama ambaye amezaa hata nusu saa, huyu mtoto anaweza kuwa umeshamtoa. Alafu sasa damu hakuna. Mwisho wa siku tunapoteza, lawama inakuja kwetu, madaktari. Lakini mgonjwa amechangia nini? Kwa hivyo wale ambao tuna tabia kama hizo tuache, kwa sababu huwa mnatukosea, na pia mnatufanya hata mara nyingine magonjwa mengine tunayapata kwa kupitia kwenu, kwa sababu unaweza kuta daktari labda na yeye ana pressure zake, au sasa hii pressure imekuja na akimbizia tunataka kuokoa maisha yako. Mwisho wa siku ile shida yake alikuwa nayo wewe umemzidishia, japo tumesha kuokoa. Hiyo ndio tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa rehema na neema nyingi, huwa anatusaidia sana. Sio sisi ni vifaa tu, yeye ndio anafanya. Lakini pia wenye tabia hizo mkome, kwa sababu mnatuhangaisha sana. Nyinyi akina mama mnatuhangaisha sana. Sasa hiyo ni moja hapo. Lakini niangalia akina mama ambao wanaenda kliniki, ndio
lakini wanapewa zile tembe nyekundu, niseme tu tembe nyekundu ambazo za kuongeza damu. Kuna kina mama huwa hawapendi kusikia ile harufu yake, wengine hawapendi tu kumeza. Sasa kama wewe utajua hutameza, unaandikiwa lakini humezi, tafuta namna nyingine, ama nenda kwa daktari, mwambie mimi hizi dawa tunajua kwamba nyingi wengine huwa hamuendani nazo, ukinywa tu unatapika ile harufu yake. Lakini kuna dawa zingine ambazo ukiwa na hela basi za kutosha, kanunue basi, ununue zile za maji, zingine nzuri zaidi ununue, lakini ziko ghali. Nunua, cha msingi tunataka wakati ule wa kujifungua ukifika, mamangu uwe na damu ya kutosha. Na sio kujifungua tu, hata wakati wa ujauzito mama anahitaji kuwa na damu kiasi ya kutosha. Yaani kwamba mtoto apate damu ya kutosha na wewe mwenyewe pia una damu ya kutosha. So lazima ule vizuri. Wale wakula michanga tuache, tunapenda sana, kwa sababu ukiona mama anakula udongo, anatafuna karibu nusu kilo, robo kilo kwa siku, ujue ana minyoo huyu, na pia ile iron load yake kwa mwili imepungua. Ndio maana yake unakuta sasa anatamani vitu ambavyo vina hii iron. Anakula mchanga, anakula chokaa, anakula mchele ambao haujaiva, akula makaa. Hizo ni tamaa. Unakuta mtu anashika kitu naita pika ya kutamani vitu kama hivyo. Pia wale ambao wana hizo tabia kula vitu kama hivyo, unahitaji kuona gynecologist aweze kukusaidia ili usile sana hizo, kwa sababu pia hizo zina minyoo, na minyoo tena ukiweka inakumaliza damu. Sasa hii mwisho wa siku unakuta damu yako inakuwa chini. Kwa mfano mama amekuja kujifungua na amekuja saa 6 za usiku, au tunapopima kiasi kidogo, mwangalia mwenyewe moyo mweupe. Hata moyo tayari umeanza kufanya dudu. Haya, umekuja sasa, ndio kwa sababu damu yako haitoshi. Hata moyo umelalamika mpaka mwisho moyo umechoka. Na tunasema tayari amepata cardiac failure. Anapata cardiac failure kwa sababu damu zimepungua kiasi. Moyo huwa ina kiasi chake cha kupokea. So ile damu ikipungua sana, so moyo unaanza kufail. Sasa umekuja kujifungua una heart failure kwa sababu ya kukosa damu, kwa sababu ulikosa kunywa zile dawa, ama unakunywa zile dawa lakini unakunywa mchanga, unakula nini na nini, una minyoo, huendi hospitali. Hizo vitu vyote vinakufanya unakuja na low HB ya 4, ndio unakuja sasa na uko tayari kujifungua. Unajua HB ya 4 ni mama ambaye akijifungua asilimia kubwa ya kumpoteza yule mama ipo, na vile vile asilimia kubwa ya mama kutoka damu nyingi wakati ule ipo. Asilimia pia ya kupata mtoto ambaye hayuko sawa, kwa sababu yule mtoto hatakuwa vizuri. Mtoto atapata what we call intrauterine growth restriction. Mtoto anakuwa mdogo sana, ama kama atakuwa vizuri basi pia anaweza kupata changamoto, kwa sababu ile environment yake kule ndani ya tumbo haikuwa vizuri, ya kizazi haikuwa vizuri. Kwa hivyo ni waombe katika hii introduction to obstetric complications ya kwanza ambayo tumetoka kuiongelea, basi wale ambao wana changamoto kama hizi, tafadhali akina mama tuchukue juhudi ya kutembelea madaktari. Madaktari wanapokuambia njoo, hata kama ni kwa clinic, nenda. It will cost you nothing. Hata kama unalipa pesa kiasi gani, lakini uhai wako ni wa muhimu kuliko zile pesa. Kwa hivyo tufanye juhudi. Na wale ambao tuko katika mazingira madaktari, manesi, kupata wagonjwa kama hawa, basi ni vizuri kuwaomba ama hata kuwasindikiza, kuwaleta kwetu ili tuweze kuwasaidia, tusije tukawapoteza akina mama. Kwa hivyo nashukuru sana wasikilizaji wote na watazamaji wote na wale wote ambao mnaendelea kunifuatilia katika channel hii ya YouTube yangu Sister Dr. Juliet Wangui Macharia. Msisahau kusubscribe. When you subscribe, you make me proud, you make me grow. Na haya yote ambayo tunaendelea kujifunza, basi tunajifunza. Hata wale ambao wanategea katika redio yetu, Radio Tumaini ambao tuko hapa Voi, naomba pia mnapoisikiliza kupitia kwa redio, basi uweke data zako, unaweza kuniview pale kwa YouTube ukanipata na pia ukasubscribe. Niwashukuruni nyote na tuendelee kumwomba Mungu azidi kutubariki, na hasa tuombea kina mama ambao wana changamoto hizi ambazo tumetoka kuzizungumzia, ili Mwenyezi Mungu awape wepesi wakati wanapokuwa wajawazito. Na wale ambao wana tatizo kama hili, usipate ujauzito kabla hujamtembelea daktari na ukapata usaidizi. Kwa hivyo asanteni sana na Mungu atubariki sote.